Na hivi karibuni BBI itatoa pendekezo. Pendekezo BBI itatoka. Wacheni hili lingine ati punguza nini? Punguza gunia. Hiyo gunia peleka mbali. Sisi tuna mambo ambayo tumeuliza Wakenya, na baadaye kama wamepeana itachapishwa, Wakenya watapata kuwa na mazungumzo vizuri kabla swali ijawekwa, na swali itawekwa, alafu tutaenda kwa kura ya maoni kwa wananchi, na wananchi ndio wataamua. Manaka ni yule ambaye anavaa viatu anajua pale hizo viatu inamuuma, sio? Hiyo ndio nataka mwambie nyinyi ya kwamba mambo ya kupunguza vitu ikae mkando. Sisi tuko na yetu ambayo inakuja. Tumeketi chini ana kwa ana, tukaongea kwa kirefu, na tukasema shida ndio hii. Hatuwezi kuendelea mbele kwa namna hii. Uchaguzi kikuja inakuwa ni kama vita. Bunduki iko hapo, risasi na tear gas, na wale wezi wa kuiza kukura wako pale. Uchumi inaenda chini, watu wale wageni na hata wale wafadhili wote wanatoroka. Nchi haiwezi kuendelea namna hiyo. Tunataka tulete marekebisho ndio turudi kwa uchaguzi tena mwaka 2022 kama hakuna shida hizi. Pili, uchumi wetu inaugua kila mara kwa mara. Hawa mabwanyenye, hawa matapeli, hawa matendeponuas wanaharibu uchumi wetu. Tunataka tuwe na mikakati ya kupambana na hawa watu. Tuweke chini ili tunaweza kuwa na nchi ambayo inaweza kuendelea mbele zaidi. Uchumi inaugua, na wale ambao wanaiba wanajulikana. Kiumacho kiko ngoni mwako. Kwa hivyo kama wewe uko tayari, haya. Ya tatu ni mambo ya ukabila, ubaguzi wa ukabila, ubaguzi kimaendeleo. Haya yote yamezidi katika taifa letu. Kama uko tayari kuketi chini, tutafute mikakati ya kupata suluhisho ya kudumu, na mimi niko tayari. Akasema hako tayari. Nikamwambia watu wetu wamekufa wengi. Kibera watu wamekufa. Mombasa, Kisumu, Kakamega, Machakos. Haya yote. Kama uko tayari tuongee ili tuzuie yale yasirudie tena, niko tayari. Akasema yuko tayari. Hiyo ndio basi tukamwambia tuandika, kama tumeshaandika sasa tuende na wewe. Tusimame mbele ya Kenya tusalimiane. Tukasalimiana. Sio ni mambo ya handshake. Si mambo ya handshake. Na handshake itazaa pingo na pingo na pingo na pingo. Handcuff. Lakini tumesema hatutaki kuona kama mtu ambaye hana hatia anashikwa. Yule ambaye atashikwa mtu ambaye hana hatia na atashtakiwa kisheria bila mtu yote kuingia. Akipatikana na hatia atawekwa ndani. Mbeleni tulipokuwa tumeanza kazi hapa Kibera ilikuwa ngumu sana. Maana sisi tulikuwa upinzani. Kila kitu ilikuwa ngumu kabisa. Jaribu kufanya hii, wanasema hapana. Hii hapana. Hata mikutano mkenda namna hii dakika chache tu wameshaingia. Na tear gas ndio hiyo. Tunaanza kutoroka. Tunaomba mambo mengi zaidi. Yalikuwa haifanyiki. Lakini tulipigana mpaka tukaleta mabadiliko hapa.